Wajua kwamba tumekuwa tukikuletea mambo haya tangia tulipoanza wiki iliyopita, na sasa hivi tunasema kwamba naona kwamba watu tunaendelea kubarikiwa moja kwa moja. Unaona kwamba umeagizwa kwamba tuweze, ama tumeweza kuagizwa kwamba tuweze kuwapa ama kuwafariji wenzetu, kuwapa moral wenzetu. Wajua kwamba kuna vile unapata mwenzako anaumia katika njia moja au nyingine, ama kupitia njia moja au nyingine, lakini uwezi kumpa faraja, uwezi kumfariji. Inakuwa kwamba ni shida, nawe mwenyewe unahitaji kufarijika ama kufarijiwa wakati uko na shida. Inakuwa kwamba ni tatizo kidogo, ndiposa tunaombwa kwamba tuweze kuwa na hiyo tabia ya kuwafariji wenzetu, kuwasaidia, kuwasupport kwa kila aina ama kwa njia yoyote ile ambayo tunaweza kufanya. Mpenzi msikilizaji, katika upande wa lesson naona kwamba mafungu yapo mazuri tena zaidi, yanayotuelimisha, yanayotufunza na kutupa mambo mengi tena mazuri zaidi. Sijui Elder Ombati. Nashukuru ndugu yangu mwenzetu amemzungumzia ya huyu anaitwa Yokoi. Yokoi, tuna shida wakati mwingine, ile matatizo umeleta yanaweza kukuzuia kuja. Yaani unaona hili nililolifanya hili kweli nitaweza kukubaliwa. Na unajua wale wenzetu ambao mlisoma historia, naelewa vita vya pili vya dunia and the part played by the Japanese army. Saa hii vile tunavyozungumza, and they knew the impact of the bomb ambayo walikuwa wamerusha, ambayo ilifanya ile, kwa Kiingereza wanasema mutation ya mambo ya vile mwili ulivyo. Mpaka sasa leo hii tunavyozungumza, ng'ombe anazaliwa mwenye miguu sita. Mtu anazaliwa na macho, ingine kwa kichwa. Yaani mtu anazaliwa uoni ni mtu, mahali kwingine ni mnyama, mahali kwingine ni mtu. Kwa sababu hiyo aliangalia ile shida alikuwa ameileta, na akasema hakika sistahili mimi kusamehewa, and I don't need to surrender. Lazima mimi nifanye nini? Niwe hapa, maana sitasamehewa. Lakini ukweli ni kwamba walikuwa wamefanya nini? Wamesamehewa. So he could not come. Sometimes tunaweza kuona kwamba yale shida ama ile dhambi ambayo tumefanya ni kubwa sana, we cannot be accepted by God. Biblia inasema ndugu zangu kwamba come to me vile ambavyo mulivyo. Whoever comes to me sitamtupa. Nitafanya nini? Nitamkubali. It doesn't matter uko namna gani. Na ndio sababu tulipoanza lesoni hii inasema kwamba njooni tukashauriane. Come and we reason together. Isaiah chapter 1 verse 8. Njooni tuweze kufanya nini? Hata dhambi zenu zikiwa nyekundu kama damu, bado tunaweza kukubaliana. Sasa Yokoi shida yake ni kwamba dhambi yake ilikuwa kubwa sana. Aliona hii hata sitasamehewa, watu wanataka kufanya nini? Wanataka kunishika. But it wasn't so. Nataka kusema hivi ndugu zangu, sometimes when tunapomwacha Mungu wetu, we lose a lot. Jambo la kwanza, we lose the presence of God. Tunakosa kuwa na uwepo wa nani? Uwepo wa Mungu. Na tukipoteza uwepo wa Mungu, we lose the knowledge of him. Maana sasa hatupo na yeye. Unajua yule mtu unamuelewa vizuri ni yule mtu mnakaa na yeye. So as we go, as we backslide, as we slide off the straight path, tunaanza kupoteza kumjua Mungu. Ufahamu wetu kwa Mungu unaanza kufanya nini? Unaanza kupotea. Na kwa sababu hiyo tunasahau neno lake, kwa sababu Mungu huyu ndiye neno, na neno lake ndilo hutuongoza. Na ukitaka kujua Mungu zaidi, angalia neno lake. We forget about this. And how do we come back? We come back by kutengeneza njia ya Mungu. Ndio afanye nini? Maana huyu Mungu ni tunaweza kumuita ni mfalme.
Falme anapokuja kuna mambo mengi sana ambayo yanafanya nini? Yanatengenezwa. Unaona kama ni president wa nchi anapokuja huko reserve, lazima tractor zile kubwa kubwa zije zikafanye nini? Zikatengeneza barabara. Barabara ifungwe mzuri, maana the president, maana the king is doing what? Is coming. And this work is done prior to his coming. Haifanywi ile siku inafanywa mapema ili akija gari inatembea sawa, inatembea tena vizuri. This is what exactly happens. When we go away, the Lord still opens his hands. But we must do this one thing. We must do road work. We must lazima tutengeneze barabara kwa sababu tulimuacha. Sasa akija anakuja akipitia barabara barabara ambayo ni nzuri, so that we can gain his presence again to lead us. Mnakumbuka historia ya Waisraeli wakitoka pale Misri, wakija Mungu alikuwa nao na alikuwa anawaongoza kupitia kwa wingu hapa juu. Walipomkataa Mungu kipindi hiki, na ni baada ya miaka mingi, wakati wa Yuda, Mungu aliweza kuficha uso wake kidogo. Sasa alikuwa hawaongozi tena. Ili waweze kumruhusu aje, lazima wangefanya road work, lazima wangetengeneza barabara. Ndio sababu ulipokuwa unasoma katika hicho kitabu cha Isaiah 40 verse 3 kuendelea, unaona inasema every valley shall be done what? Exalted. Shall be. Na kila mahali ambapo pako juu lazima parudishwe chini ili barabara nzuri iweze kuwepo. Jambo hili linasimamia kitu tunaita repentance. Lazima tumkubali baada ya kupata ujumbe kwamba God will accept you. Njooni. Baada ya kuwa comforted, now we can boldly go before him, go down on our knees, tumwambie Mungu wetu tumekosa. Come back. And when that is done, and when we have the required humility, Mungu wetu atatujia. Maana tumetengeneza barabara ambayo ilikuwa inasimamiwa na mambo ya road work. Repent. And when we repent, the glory of God will again appear to us. Lakini hebu tujiulize ndugu zangu. Nataka nisome kitu kimoja hapa. The exhortations of the prophet. Na haya maneno ninayasoma yanatoka katika kitabu cha the prophets and kings. Topic inayoitwa Behold Your God. The exhortations of the prophet to Judah to behold the living God and to accept the gracious offers were not in vain. There were some who gave earnest heed and who turned from their idols to the worship of Jehovah. They learned to see in their Maker love, mercy, tender compassion. Watu hawa waliotangaziwa kwamba behold your God, be comforted because the end of your problems has imekuja. Wale ambao walikubali, unajua si wote, kuna wengine walibehave kama Yokoi. Wale ambao walikubali, wakafanya road work, wakaungama dhambi zao, Mungu akawakubali, walianza kujifundisha fundisho jipya, wakamuelewa Mungu kama aliyejaa upendo, Mungu kama aliyejaa rehema, Mungu ambaye anaweza kukubali watu wake. Kwa sababu waliona ni vipi ambapo wamepotea zaidi. Nataka ndugu zangu niwaambie kwamba Biblia imejaa ahadi za Mungu tena nzuri kwa watu ambao wako mbali na yeye, kwa watu waliomkataa. Ahadi zile zimejaa katika Biblia. Ukisoma Isaiah 35:3-6 utaona ahadi ya Mungu kwa watu wake. Wanapomkubali utaona ni lipi. Jambo lingine ni kwamba soon and very soon hii dunia inaisha. Tunapitia shida nyingi. We can be comforted. Tunaweza kufarijiwa kwa ahadi za Mungu kwamba dunia inakuja ambapo hakutakuwa na nini? Na suffering. We can be comforted kwamba there is a great future, there is a bright future. Katika kitabu cha Ufunuo
21 moja mpaka 5. Ukisoma Yohana 14 unaambiwa do not be troubled, only believe in God and in who? In me. Japo tunapitia shida nyingi, zingine kwa sababu ya makosa yetu, zingine kwa sababu shetani anatuandama, we can be comforted by the promises of who? Of God. Tusikatae, tuwe kama Yokoi, tukae msituni siku zote. We need to know who our God is. We need to behold our God. We need to feel the presence of God. We need to be guided by the word of God. Na haya yatatendeka kwa sababu tutaungama dhambi zetu na Mungu wetu, ambaye anasema yeyote ajaye kwangu sitamkataa, atatukubali, atatujia, na ndani yetu kutakuwa na mambo mazuri. And then we can be those who declare the goodness of God. Those who even start evangelism, kusema Mungu ni mwema. Thank you. Alright, asante sana mpenzi msikilizaji, basi zidi kutembea nasi. Unajua kwamba umekuwa nasi tangia tulipoanza hadi sasa. Naona kwamba mida ni saa 1 dakika 48. Nikijaribu kuangalia kwenye jumbe za kwangu hapa ambazo umeweza kuzituma ndani, naona Madha Bunariri anasema kwamba yupo ndani, anarausha watu wengi pale, anasema kwamba wawe na siku njema, na pamoja na mashabiki wote ambao wanategea HRFM. Tunazidi kusonga mbele kwa pamoja. Huyu anaitwa nani? MC Pajela KGK anasema kwamba pamoja hadi mwisho. Naona pale mambo yanakuwa shwari tu. Johnson Akoya anasema kwamba tupo pamoja mpenzi msikilizaji. Hizo ni baadhi ya jumbe ambazo zimeweza kuingia studioni ama kwenye mtambo ya kwetu. Natumai kwamba tunazidi kusonga mbele kwa pamoja. Anasema kwamba Gilbert Miruka anasema kwamba I'm happy to hear Obiri nya. Okay, asante sana. Unasema kwamba tupo pamoja Gilbert Miruka. Unasema kwamba tupo pamoja, tunazidi kusonga moja kwa moja. Nakumbuka kwamba kiini cha lesoni ya siku ya leo ni kwamba comfort my people. Comfort to my people. Hao sasa wajua inastahili kwamba tuweze kuwafariji wenzetu. Kwa maana hiyo ndio nafasi ambayo tumepewa na hiyo ndio kazi tumepewa. Madha Bunari naona ananiambia kwamba kutoka Nairobi West, anasema kwamba yupo ndani kwenye upande wa YouTube pale. Utakimbia kule, utasubscribe na mambo yatakuwa shwari. Tukumbuka kwamba ni kwenye mtandao yote ni Abagusi Global Radio. Kimbia kwenye Google Play Store, App Store, uweze kutuletea nini? Uweze kupata app yetu, uweze kutupata kwa njia ya Radio Abagusi Global Radio. Kwenye upande wa YouTube nikijaribu kuangalia, huyu anasema anaitwa Star. Anasema anaitwa nani? Anasema anaitwa Gusi Star. Anasema kwamba yupo ndani na show ipo tamu tena zaidi. Kumbuka kwamba ni awamu ya lesson, sasa ni kwenye mpango wa lesoni, siku ikiwa ni siku gani? Siku ya Jumamosi ama siku ya Sabato tarehe 20 mwezi wa pili mwaka 2021. Mpenzi msikilizaji, ningependa tuweze kusonga mbele, nimpatie mwalimu Violet Kwamboka nafasi aweze kutuzungumzia naye mawili matatu. Wajua kwamba pia naye amenieleza kwamba kuna yale ambayo ningependa niweze kuzungumza moja kwa moja. Karibu sana mwalimu. Sawa, asante. Kuna fungu ambalo tulilisoma hapa, Isaya chapter 40 fungu la 8. Kwa Kiingereza inasema the grass withereth, the flower fadeth, but the word of our God shall stand forever. Hapo tunaambiwa hapa hawajasema hili neno litakuwepo alafu itafika wakati pia litapotea. Hapana. Sasa ni kila kitu kitapotea, lakini neno la Mungu litasimama milele. Ya ulimwengu yote yatapita, but God's word will stand forever. Sasa sisi kama Wakristo kuamini neno la Mungu, it's not in vain. Lazima tutakuja kupata thawabu yetu. Sisi tunafaa kuweka tumaini letu kwa kile kitu ambacho tunajua kitakuwepo wakati wote. Tusiweke matumaini yetu kwa vitu vya dunia, sababu tumesoma vizuri sana kwa Biblia
vitu vyote vitapita, lakini neno tu ndilo litasimama. Sasa wakati wote sisi tunafaa kujenga imani yetu, kujenga our hope on the word of God, because that's what will stand forever. Sasa wewe imani yako umeiweka wapi? Tumaini lako umelijengea wapi? Utajijibu hilo swali. Jambo lingine tulisoma kwa lesson yetu kuhusu prophetess Anna na Simon ambao walikuwa huko kwa hekalu zile nyakati wakipeana habari kwa watu wa huo wakati. Sema walikuwa evangelists. Na sisi kwa wakati huu tunaweza kuwa evangelist kwa njia mingi na mahali popote. Sasa mimi kwa mfano mimi sijatoka katika familia yenye Kiadventista, na kitambo ilikuwa naangalia hawa watu wanatoka wanaenda crusade, wanaenda kulala mahali wiki mzima, wako tu kazi yao ni kupika kelele na speakers, hawana kazi ya kufanya. Hiyo ni ile wakati ambao sikuwa nimeelewa. Later kuja kuelewa, nilikuja kujua, ama sasa nimejua hiyo ni point ya muhimu sana katika ku win our lost souls back to Christ. Sisi tunafaa kuwa evangelist wakati wowote, mahali popote, na kwa any environment yenye tuko. Wazee wa zamani walianzisha haya mambo na sisi tuyaendeleze. Mahali ambapo uko, kama ni kazini, shuleni, kule nyumbani, leta watu wengine kwa Mungu. Sio lazima usimame na Biblia uwahubirie, sababu kuna watu ambao wanasema mimi kusimama mbele ya watu kuhubiri, hiyo is a big no, haiwezekani. Vile unavyoishi inatosha kuhubiria hawa watu. Vile ambavyo una relate na wao inatosha kuwahubiria. Sio ile siku mko kwa plot mali mnakaa, neighbor amekosa maji na ule mtu akukuta na maji hajakuja, kuja kukuomba nisaidie na maji kibu moja nipikie watoto, halafu baadaye nitakurudishia nikishanunua. Ni Mwadventista, asubuhi umeamka vizuri, umevaa suti yako, umevaa tai yako, umevaa kitenge yako vizuri, umebeba handbag unaenda kanisa, uko na maji, halafu unamwambia kaa hapo ngoja mtu wa maji akuje akuuzie. Hapo haujaleta huyo mtu kwa Mungu. Atajua kumbe hawa watu hata kama wanaenda hivi kanisa they are not kind. Sasa hata ukirudi wakati mwingine kujaribu convince like kuja tuende kanisa, takuuliza kanisa mali penye mnafunzwa uchoyo ndio nataka niende. Haifai. Sasa ni kwa yale maisha ambayo tunaishi kila siku na vile tunaongea na watu inatosha peke yake kuwahubiria. Wacha tukue na hii roho ndani yetu, tuwe tunataka sana ku win souls to Christ. Hatukuja kwa huu Kristo sisi tumepata neno alafu tuje tukae kanisani tu tunyamaze. Inapaswa tulete wale wengine ambao bado wako nje, hawajaingia hapa. Right. Asante sana mwalimu Violet. Asante kwa mambo mazuri tena zaidi. Mpenzi msikilizaji, basi natumai kwamba tunazidi kusonga kwa pamoja na unafuatilia tu mipango kutoka ndani ya Baguzi Global Radio. Kumbuka kwamba ni lesson discussion mida ya asubuhi siku ya Sabato. Nafasi kwa Elder Peter Ombati aweze kutujuza mawili matatu tu. Nikingoja maswali ya kwako mpenzi msikilizaji, maswali ya kwako na yangoja na labda kuongezea ili tuweze kumaliza kwa pamoja. Nashukuru kwa nafasi ambayo tena umeweza kunipa. Nataka kusema kwamba ndugu zangu, kuna jambo ambalo ningetaka kusoma kwamba the inhabitants of Judah were undeserving. They were undeserving kwa sababu walikuwa wamemwacha Mungu wakiwa wanajua. Waliona uzuri wa Mungu, walionja wakajua, wakamjua Mungu vizuri, lakini waliweza tena kuenda nje ya mstari wa Mungu. They just went out of the way, japo waliongozwa na kiongozi wao. They were undeserving. Lakini ukumbuke jambo moja, yet God could not give them up. Mungu hangewaacha kwa sababu moja tu, Mungu ni
Mungu ni upendo. God is love. God chooses us for a purpose. Mungu hutuweka kando, hututenga na taifa lingine kwa sababu maalum. Na ikiwa amefanya hivyo, japo tutaenda kando kidogo, bado anatuita. Na ikiwa tutasikia, basi ataweza kututumia kufanya ama kutimiza lile lango lake. By them his name was to be exalted among the heathen. Aliwaweka kando ili jina lake liweze kuinuliwa miongoni mwa mataifa. Men who were holy and acquainted with his attributes were yet to behold the glory of the divine character. Mungu aliwapenda sana, lakini wakakataa. So in a way, wakakataa neema ya Mungu. And you see, when one says no, it becomes undeserving. Like the Judeans, walionekana ni kwamba hawastahili, and that's why we call it neema. That's why we call it the grace of God. We are saved by grace through what? Through faith. Indeed, all of us don't deserve. Kwa nini? Kwa sababu tumemwacha Mungu wetu na kwenda kando. Isaiah inasema all have fallen short of the glory of God. Na wameenda kando, including us. We don't deserve. But you see, God has called us. Ametuita, anataka jina lake liweze kuinuliwa kati ya mataifa. And who are going to do this? Ni sisi tutafanya hivi. But we have to do what we say, what we call the roadmap. Wao watu wa Juda walienda mpaka wakaanza kuabudu miungu mingine, na idolatry ilizungumziwa hapo. You know, the sin of idolatry ni mbaya sana mbele ya Mungu. God is not happy with the sin of idolatry. Idolatry ni pale ambapo unaweka viumbe mbele ya Muumba, na vinakuwa ni vya maana kukuliko. Lezo nilikuwa inazungumzia hiyo. Niliwaambia mtajisomea tena pole taratibu kitabu hicho cha Isaiah 44. There is idolatry. Kuna watu wanafanya wanachonga mifano, wanaabudu mifano. Lakini pia uabudu wa sanamu hizi unaweza kuwa kwa namna nyingi, na hili linatuweka mbali sana na Mungu. Kwa mfano, nikiwauliza ndugu zangu, ni baadhi ya yale mambo ambayo tunaabudu, watu wanaabudu kama miungu ni kama gani? Watu wengine wanaweza kuwa wana ibada ya kwa watoto wao wanawaabudu, wanajua huyu ndiye maisha yangu, wanajua huyu bila huyu maisha zina wanamuona mtoto wao kama Mungu wao. Wengine wanaabudu wazazi wao. Kwa namna gani? Wazazi wao hata wakiwaambia waende waibe, wanaweza kwenda wakaiba kwa sababu wazazi wamewaambia. Lakini Mungu wa mbinguni anasemaje? Usiibe. That is full stop. Akisema usiibe ni hiyo period. Hakuna kitu kingine. But when somebody anakuambia nendeni kaibe, unaenda unaiba, the same person becomes an idol. So he is your master. Watu wengine wanaabudu mavazi, watu wengine wanaabudu sura zao, watu wengine wanaabudu mabwana zao kwa namna nyingi. Watu wengine wanaabudu hata vichwa vyao, nywele zao. Sana unakiona wamama, they take a lot of time. They cannot even hata wana wakati to serve God just because they want to be smart, they want to make their heads okay. Ni ibada ya sanamu. Watu wengine ni ibada ya pesa, ambayo Biblia inazungumzia the god of this age, money. Watu wanaabudu pesa. Kwa hiyo ibada ya siku hizi inaweza kuwa hatujachonga mifano kama ya ng'ombe, hatujachonga vitu vinavyopatikana majini, hatujajenga vitu vinavyopatikana mbinguni, lakini tuna ibada. This is an abomination. Na ikiwa kuna hii ibada, Biblia inasema I am a jealous God. The Lord says so katika kitabu cha Exodus. Naomba tusome hiyo tafadhali. Exodus chapter 20. Exodus ni kitabu cha Kutoka, mlango wa 20. Mlango wa 20
Ni mlango wa 20, mlango wa 20 uanzie mstari wa 3. Inasemaje? Thou shall not have no other God before me. Inasema usiwe na miungu mbele yangu tena. Thou shall not make unto thee any graven image, usijifanyie mfano wowote wa kuchongwa, or any likeness of anything that is in heaven above, or mfano wowote unaopatikana mbinguni, or that is in the earth beneath, ama kwa hii dunia, or what is in the water under the earth, ama ndani ya bahari. Thou shalt not bow down thyself to them, usiweze kuabudu vitu hivi, nor serve them, ama kuvitumikia. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children, unto the third and fourth generation of them that hate me. This is a serious sin. Mungu anasema ibada ya sanamu inaweza kumfanya akatoa adabu, inaitwa adabu, akatoa adabu mpaka kizazi cha 4. Yani inawezekana ni wewe, watoto wako, wajukuu wako na vitukuu. Adabu. Kwa nini? Kwa sababu baba aliweza kuabudu nini? Aliweza kuabudu. It was serious. And you know, this is what the people of Judah did. They worshipped the gods. But still God, being a merciful God, could still open up his hands to receive them. Indeed, our God is merciful. Na ndio sababu anasema, comfort my people, they have suffered enough. Kwa sababu their waywardness, wameteseka vya kutosha. Now you can comfort them. I am ready to receive them again, only if they repent. The condition is repentance. And as we repent, God will accept us. The world waits to know who God is. Remember, during Isaiah's time, nataka nisome hili, spiritual understanding of mankind was dark through misapprehension of God. Watu hawakumuelewa Mungu halivyo. Shetani alikuwa amejaza mawazo yao na giza totoro. Anawaambia Mungu huyu ni Mungu ambaye ni mkali, exacting. Mungu anayengojea ukifanya makosa tu hivi anakuadhibu. Na ndio sababu nyinyi Wayahudi mko kwenye utumwa, kwa sababu God is exacting. God is a tyrant. That is the teaching of the devil. But you see, waliweza kuamini wengine haya mambo. Why? Because walimwacha Mungu. Now hawakuwa wamekuja kwa Mungu. Time had come for the people to get a clear understanding of who their God is. That is why Isaiah anawaambia, behold your God, your God. Muone huyu Mungu ambaye shetani amekuwa akiwahada kwamba ni mbaya. Just look at him. Ebu ona mahali mumeenda na bado anafanya nini? Anawaita. Check. Huyu ni Mungu wa namna gani? Beholding your who? Your God. Anasema, anaendelea akisema kwamba those who were thus deceived imagined that God was hard and exacting. They regarded him as watching to denounce and condemn, unwilling to receive the sinner so long as there was a legal excuse for not helping him. The law of love by which heaven is ruled had been misrepresented by the arch deceiver as a restriction upon men's happiness. Shida kama hiyo. Nikimaliza ndio mwenzetu aweze kuongeza. Siku moja Joshua anaitwa na Mungu. Akionekana mbele ya Mungu, shetani anapigania Joshua, na mbingu inamtaka, shetani pia anafanya nini? Anamtaka. Mbingu inasema nini? Inasema huyu ameoshwa, huyu ameoshwa, mavazi yake yameoshwa. Lakini shetani anakuja na accusation kwamba unajua huyu ni mbaya, amefanya hili na hili na hili. But what does heaven declare? He is washed. He is eligible for heaven, kwa sababu amesamehewa. Kwa hivyo wapenzi watazamaji na wasikilizaji, tunataka kusema kwamba our God akiona unataka, you know, God's mercy comes to those who need it. Wale watu ambao wanahitaji.
If we need God's mercy, if we need to understand God more, may we behold him. Tumukubali, tuweze kumuona. Let's have a personal encounter with him, a personal experience with him. We shall come to know who God really is. He is loving, he is merciful, yeah, and he has a lot for us. Bright future na baadaye eternal life. Right, asante sana mpenzi msikilizaji. Naona kwamba jumbe za kwenu ni nyingi hapa kwenye upande wa YouTube. Naona kwamba Orinautiri anasema kwamba lesson imeshika kushika tu moto. Anasema kwamba nazidi kubarikiwa kutoka sehemu za Arlington, Texas. Anasema kwamba ako ndani. Naona hapa kuna huyo anasema nini? Omar Meridian Naomi Mugere anasema kwamba I'm watching live from Nairobi. Hapo ni upande wa Facebook. Huyu naona anaitwa Mary Maube kutoka Bahrain, anasema kwamba nipo ndani kama kawa kama K. Kwani iko nini? Huyu anasema Violet Otui anasema amen, I'm watching live from England. Anasema kwamba anazidi kubarikiwa moja kwa moja. Anaitwa Sami Abaya anasema the main mission of our church is to go out and get the lost, hence bring them to the Lord. Then why again are we notorious in sending away fellow Christians from the church? Hilo ni swali ambalo limeweza kuulizwa, nitawapa nafasi muweze kulijibu baadaye kidogo. Anasema kwamba Lilian Nyasiaboka Jose anasema morning and happy Sabbath. Anasema kwamba anatizama kutoka sehemu za Saudi Arabia. Anasema kwamba tunazidi kusonga mbele kwa pamoja na kwa njia ya haraka. Kabla tuweze kuingia kwa swali, hebu ningependa mwalimu Violet, kuna yule ameniuliza kwamba angependa kufahamu kiini cha lesoni. Labda uweze tena kuwakumbusha tu kiini cha lesoni, ama ile tunasema kwamba ni topic, na kisha baadaye tuweze kusonga mbele. Yeah, topic ya lesson ya this week ni comfort my people. Tunaona kuhusu faraja ambayo tunapokea kutoka kwa Mungu, hata kama tumeotea, tukapotea, tukaenda mbali, tukirejea kwa Mungu, yale makovu ambayo tumepata huko nje mali tumeteseka na dhambi, shetani ametutesa, bado Mungu yupo. Tukirejea kwake, tukaribisha tena neno lake, anatufariji. Sasa tunasoma kuhusu faraja. Alright, asante sana. Na swala ambalo ningependa labda limwendee Elder Peter Ombati, wakati naona kwamba Job Mabere anasema kwamba watching live from Doha, Qatar. Asante sana. Kumbuka kwamba nangoja maswali ya kwenu na ngoja comments za kwenu, wale ambao mngependa kuongezea katika ama kwenye lesson ya siku ya leo. Umesikia kwamba kiini ni kwamba kuwafariji wenzetu, jinsi ambavyo mwalimu Violet Kwamboka ameweza kueleza. Ningependa swali hili liweze kumwendea Elder Peter Ombati, swali ambalo limeulizwa. Unajua kwamba sisi tupo kwa ajili ya kuwaleta wengi kanisani na kuwatafuta wale ambao wamepotea labda ama wamerudi nyuma kwa njia moja au nyingine, lakini unapata kwamba sisi ndio tupo kwenye nambari moja kwa kuwafukuza ama kuwatoa kanisani. Inakuwaje? Hilo ni swali zuri. Kwa sababu kazi yetu kama wacha Mungu, kazi yetu kama wazabato ni kuweza kuwaleta wengine, ni kuwaangazia watu, ni kuwaelekeza watu waweze kumuona Mungu wao. Lakini ni bahati mbaya kwamba wakati mwingine kwa namna moja ama nyingine tunaweza kuwafukuza wenzetu kwa mienendo yetu na maisha yetu kwa jumla, yale tunayoyatoa. Hii ni bahati mbaya. But unaona roho wa unapia anasema vizuri tu. Kisoma The Great Controversy, kuna kitabu inaitwa The Great Controversy kuu. It is the devil's design. Ni kazi ya shetani kupanda katika kanisa la Mungu watu ambao wako unregenerated. They are unregenerate are also in the church. Kazi yao is to misrepresent God's character in the church. Sasa pasipo kuelewa hili, mtu anaweza kuamua na akatoka kwa sababu ya mtu fulani. The church ni mahali ambapo watu wanakusanyika na ni watu wengi ambao wako mixed up.
kuna the devil's agents ambao wanakusanyika. Unajua hata katika mikusanyiko mitakatifu bado kuna maagenti wa nani? Maagenti wa Shetani. Ukisoma kitabu cha Ayubu inakwambia kwamba watu vijana ama watu wa Mungu walipokuwa wanaenda kujionyesha mbele ya Mungu, alionekana Shetani miongoni mwa nani? Miongoni mwao. Ukimuuliza Shetani, unafanya nini hapa? Anasema mimi kazi yangu ni kuzunguka, kufika juu, kwenda mpaka chini. Kazi yangu ni kusumbua. Kazi yangu ni kudanganya. Basi amepanda watu wake katika kanisa. Na kupitia kwa hawa watu wanapoangalia tabia zetu, wanaweza kuenda. Haijalishi ni nani, maana Shetani hana heshima kwa majina. Mimi ni elder wa kanisa, but the devil doesn't respect me because of eldership. Mwingine ni pastor wa kanisa, but the devil doesn't respect positions. The devil bora umkubalie ingie ndani yako, he can use you, na baada ya kukutumia sana anakupotosha. Sasa nataka nikuambie nini mwenzetu, ni kwamba tunapokuja kanisa bado ninakutangazia behold your God. Muone huyu Mungu ambaye amekuleta wapi? Amekuleta kanisani. Ndio Biblia inasema I have a responsibility as an individual kuwa mfano mwema, because the Bible says kwamba we are letters. Sisi ni mabarua, sisi ni mabarozi, tuishi kwa mfano. Lakini inawezekana tusiishi kwa mfano kwa sababu Shetani yuko hai. But where have you come to? Umekuja kwa nani? Umekuja kwa Mungu wako. Nataka kukutangazia behold your God. Perhaps he is the best model, he is the best pattern you can follow. Lakini sisi wanadamu, hebu tulipokuwa tunasoma Isaya inasemaje? Inasema kwamba man is like grass, kwamba yeye ako leo kesho hayu. Ni kama ua. What do you call a flower? Ni kama flower kwa Kiswahili ni nini? Ni maua. Ni kama maua. Asubuhi hapo, jioni hayafanyi nini? Hayapo. And again the Bible says do not put your trust in princess. Ukisoma 146 of Psalms inakwambia somewhere do not put your trust in princess. Hiyo ni translation moja. Translation zingine zinakwambia do not put your trust in nobles. Na kuna zingine in fact inakwambia katika kitabu cha Mika 7 inakwambia kwamba hata yule ambaye analala kwa kifua chako usiweke imani yako kwa nani? Kwake. Jesus is the perfect pattern. Ukija kwa Mungu, angalia msalaba. That is where the perfect pattern is. But if you look at me, mimi leo ninaweza kuwa nimesimama, tomorrow nimeanguka. But that is not the wish of God. The wish of God is that akiwa ametuita tuweze kusimama kwa niaba yake. Maneno tunayoyazungumza, tabia zetu na mienendo yetu kila mahali iwe inamtangaza nani? Inamtangaza Mungu. Na watu waweze kumuona Mungu kupitia kwetu. Mungu akubariki sana. Asante. Pia kama ningependa kuongezea hapo kwa hilo swali, wajua tunawaleta watu kutoka nje ambao hawakuwa wanajua Mungu, tunawaleta kwa kanisa. So tabia yetu wa Adventista yenye inafail, sisi tunajua tuko na doctrines, tuko na the beliefs zenye tuko nazo, tumesoma vitabu za prophecy, tunajua kila kitu, halafu tunasahau huyu mtu mwenye amekuja hayo maneno yeye hayajui. Sasa inafaa tuwapatie muda. Sasa amekuja kanisa siku ya kwanza, tayari ushaanza kupoint fingers, ona huyu vile anakaa, huyu hajui kanisa yetu atufanye hivi. Ni kama mtoto azaliwe alafu akiwa 1 week unamvalisha viatu kumwambia tuende tutembee. Hawezi kutembea. Sasa pia hawa watu tumewaleta kwa kanisa, ni vizuri sana tuwapatie muda. Wajifunze pole pole ndo waingiane kabisa, waingie kwa system ndo wajue hapa tunafaa kufanya hivi, Mungu anatarajia sisi tufanye hivi. Sio tunawaleta
Halafu tena tunaanza kuwatoa makosa, kuambia wewe hapo umefanya vibaya, hivi si hivi. Tunafaa tuwafunze kwa upole, tuwaelekeze vizuri, ndio pia waweze kujua kile wanafaa kufanya, ndo tuwa retain. Hiyo tukianza kusema anakuja alafu unaanza kupoint fingers kumwambia wewe sasa umefanya dhambi, umefanya hivi, unajua ataenda hivyo, umemfukuza. Sasa wacha tukue na hiyo roho ya upole. Vile sisi tunamfahamu huyu Mungu, huyu mwenye tumemleta bado hajamjua. Sasa tuwe tu tunawazungumzia kwa upole, tukue na wakati na wao, tuwafunze ili pia wao waweze kujua kile wanafaa kufanya, ndio waweze kubaki kwa kanisa tena wasitoke. Asante sana. Basi tunashukuru tena zaidi. Kuna huyu anasema hapo ni upande wa Facebook, anasema kwamba Zachary Okemwa anasema happy Sabbath brethren, watching you closely from Nairobi. Asante sana Zachary Okemwa. Naona kwamba Sheila Kemto hapo ndani anasema kwamba from Jogoo Road, anasema kwamba anatupata live. Happy Sabbath to HR fans, Makongeni SDA, Shauri Moyo SDA, Kaloleni SDA, Sabi SDA churches, wote wawe na siku na uabudu wa Sabato mwema kabisa. Kuna anasema anaitwa Orina Untiri, anasema hebu tuweze kufungua kitabu cha Isaya 44:18 tuweze kuangalia katika kitabu hicho, tuweze kujua labda kama tunamwabudu Mungu wa kweli ama tunamwabudu nani. Anasema hivi, basi mtamlinganisha Mungu na nani, au mtamfananisha na mfano wa namna gani? Sijui kitabu cha Isaya chasema hivyo vipi. Anaendelea kusema hivi, tutamwabudu Mungu Mwenyezi kupitia kwa sanamu Israeli walipo. Asante sana. Ningependa labda Mwalimu Violet tuweze kuangalia hilo fungu, alafu Elda atafafanua kidogo, kisha baadaye tutaona labda swali moja tuweze kukimbia na muda kidogo. Linasema to whom then will ye liken God, or what likeness will ye compare unto him? Okay, hiyo ni 18. Labda sijui Elda unajua kwamba hilo ni swali. Ningependa uweze kuliangalia kiundani kidogo, ili angalau mwenzetu aweze kuelewa, mtazamaji wetu na yule ambaye anatusikiza aweze kupata kuelewa. Thank you kwa swali hilo. Unajua mwandishi wa kitabu hiki cha Isaya anamwangazia Mungu kwa namna nyingi, na kutoka hapo juu inakueleza mambo mengi ambayo Mungu ana uwezo wa kuyafanya pasipo kutaka ushauri wa mtu yeyote. Hahitaji ushauri wa yeyote. Yeye mwenyewe ndiye ana uwezo wa kuyafanya hayo. Ukianzia kama mstari wa 10 inasema, behold the Lord will come with a strong hand, and his arm shall rule for him. Behold, his reward is with him. He shall feed his flock like a shepherd. He shall gather the lambs with his arm and carry them in his bosom. Who hath measured the waters in the hollow of his hand, and meted out heaven with the span, and comprehended the dust of the earth in a measure, and weighed the mountains in scales, and the hills in balance? Who hath directed the Spirit of the Lord, or being his counselor, hath taught him? With whom took he counsel, and who instructed him, and taught him in the path of judgment, and taught him in knowledge, and showed to him the way of understanding? Behold, the nations are as a drop of bucket, and are counted as the small dust of the balance. Behold, he taketh up the isles as a very little thing, and Lebanon is not sufficient to burn, nor beasts thereof sufficient for a burnt offering. All nations before him are as nothing, and they are counted to him less than nothing, and a vanity. Alafu anakuuliza sasa swali, je, huyu ambaye ana uwezo wa kuyafanya haya ambayo tumeyasoma unaweza kumlinganisha na nani? Kwa kweli kuna mtu unaweza kumlinganisha naye? Amna hiyo. No.
And that is why, that is the essence of our worship for God. Hiyo ndiyo sababu kuu inayotufanya tumwabudu nani? Tumwabudu Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu asiyeweza kulinganishwa na yeyote. And that is why we have the Sabbath. Hata Sabato ilizungumziwa kwa lesoni. Ukiangalia ni mambo yapi tunayoyaona wakati tunaabudu Sabato. Kuna mambo matatu makubwa ambayo tunayaona. Kwanza, tunamuona Mungu mwenye uwezo mkuu. Uwezo wake ni upi? Yeye ni muumbaji. He is the creator. Kwa sababu unaposoma juma la uumbaji, anaumba, akifika siku ya 7 anapumzika. So man ambaye ameumbwa siku ya 6 anapumzika, akiangalia na kufurahia uumbaji wa Mungu, anaona kweli huyu Mungu anatosha ibada. Kwa sababu yeye ameyafanya haya yote. We cannot compare him with anybody. Unaona anavyouliza hapa. Sasa yeye at nations zote kwake is like nothing. Kwa sababu yeye ndiye muumbaji. Anajua mchanga ambao upo. Anajua maji yote. He knows everything from A to Z. In fact, Biblia inasema yeye ndiye Alpha na Omega. And who can you liken God? Hakuna. Na kwa sababu yeye ni Mungu asiyeweza kulinganishwa na chochote, we owe him our worship. He is a great God. And that's why we are calling people, behold your God. How powerful he is, how merciful he is, how wonderful he is. Yes, when we behold this glory, we will come before him, worship him in truth and in spirit, with humility, because we are nothing before him. We get humbled to worship him, to comfort the people of God, that the God you are trying to run away from is a mighty God. Is a God who can save you if you come to him. So my friend ambaye ameuliza, napenda kukuambia kwamba Mungu hawezi linganishwa na yeyote, na kwa sababu hiyo ibada ni kwake peke yake. Right, asante sana. Kwa sababu naona kwamba muda unatupa kisogo pale, ningependa kuna swali ambalo pia ni la pili kutoka kwa mwenzetu Orina Ontiri. Anasema hivi: Israeli walimfikiria Mungu kama ndama. Hivi leo tuna picha za mtu aitwaye Robert Powell kama Yesu. Wajua kwamba yule ambaye ni sijui labda kama mwigizaji au vipi, mnamuelewa vema. Je, si hivi tunamfukuru Mungu na kumkera Mwenyezi Mungu? Wakati ambapo unapata kwamba tunasema kwamba huyu ndiye Yesu. Wakati mwingi hata picha unazipata pale nyumbani kwamba huyu ndiye Yesu. Sijui labda utaweza lizungumzia vipi hapo mwalimu Violet Kwamboka? Vile naweza sema huyu Yesu hatujawahi muona. Alafu tumezaliwa hatujaona Yesu, lakini baada kwa mawazo yetu tuko na picha ya mtu anakaa ni kama ni Yesu. Tumezaliwa tukapata hizo picha ziko. Hizi picha zilitolewa wakiigiza story kuhusu maisha ya Yesu. Wakaona huyu ndo mwigizaji watatumia hiyo picha yake ikakaa ni kama sasa ni Yesu. Kulingana na mimi naweza sema kwa kiasi hatufai kuabudu hizo vitu. Kama kuna wenzetu ambao wako na hiyo picha, alafu baadaye wako na mchongo tu wa mtu, alafu wanamwabudu. Je, nikasema unaongea kutuhusu vibaya. Lakini kulingana na mimi ni vibaya kwa Mungu. Alright, kidogo tu kwa kukata kidogo. Kuna vile unapata kwamba umesema kwamba hizo picha tulizaliwa tukazipata hapo. Unajua kwamba yule ni binadamu wa kawaida. Na sasa sisi tunaelewa kwamba, ama hata wewe binafsi unajua kwamba wewe ni mfano wake Mwenyezi Mungu. Ama wake Yesu. Unajua wewe ni mfano, jinsi ambavyo ulivyo hivyo ndivyo Yesu anafanya nini. Biblia ndio inasema, si mimi. Tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Na sasa mbona sisi basi, ama mbona mimi kama Jesse nisijitolee niseme kwamba hata mimi sasa nimekuja hapa ni Yesu, nipige picha nimekuja ni Yesu, ama ni vile mimi labda rangi yangu ni nyeusi hivi?
hatutasema hivyo. Sasa tukisema sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, na sisi tutakuwa na Mungu wengi, basi kila mtu atasema mimi ni Yesu, pige picha yake kwake. Mimi ni Yesu, mimi niko kwa mfano wa Yesu, sasa mimi napiga picha pia naweka kwangu. Sasa hii picha imeweza kutumika sababu kuna mahali ilitumika kurepresent huyo Yesu. Sasa watu sasa kama ni watoto hata kama ni mtoto mdogo akiona hiyo film alafu wakati mwingine tena ione kwa umbali atasema ndio ile film ya Yesu. Tuna grow tu tukijua huyo ndio Yesu, lakini sisi kama Wakristo tunajua Mungu yupo na ni kama spirit, hatujawahi muona. Tunaelewa tu haya ni mambo ya binadamu walitumia kupass message fulani kwa watu. Alright, jambo la mwisho kabla niweze kuingia kwenye SMS za YouTube, manake naona kwamba muda umetupa kisogo, na leo tunasema kwamba kweli tumeweza kupita masaa yale ambayo tuna lakini hata hivyo tunasema kwamba ni asante. Kuna vile ambavyo umeweza kusema kwamba film zipo, na labda mtoto akizaliwa hata akiona mara ya kwanza, akiona mara ya nyingine tena atasema ndio huyo Yesu. Itakuwaje wakati ambapo labda mara ya pili ya kurudi kwake Kristo atakaporejesha ufalme wako mara ya pili, upate kwamba Yesu ambaye tulikuwa tunamfahamu kama ni Yesu kwenye ama kwa picha, si yeye tena amekuja, labda aje akiwa mweusi, aje akiwa wajua kuna vile sisi tunangoja tuone ni Yesu yupi ambaye atakuja, manake hamna yeyote ambaye amewahi muona kwa macho yake moja kwa moja. Itakuwa surprise kwetu sisi wote. Okay, kuna huyo anasema James Kimasi anasema kwamba watching live from Texas. Asante sana. Obedeyo Kiuka anasema kwamba amen kwa mambo mazuri. Kusista anasema wale watu au Wakristo ambao wanashikiria kanisani ama wana vyeo kanisani, na muda mwingine huwa wanahusika na mambo ambayo hayaendi sambamba na kufuata kanuni au maandiko, utawaambiaje wale ambao labda ni viongozi wako pale kanisani, wewe ni elder, lakini labda ufuati kanuni za kanisa, uweza kusemaje? Unajua kuna point nilikuwa nimemaliza hiyo ya films. Okay. Hawa watu, hizi films unajua they are educative. Tunasoma kuhusu story ya Yesu, aliishi hivi, alifanya hivi, aliteswa kakufa. Naweza sema ni instrument tu, inaweza kuwa ni instrument ya kufanya evangelism. Like kuna watu hawajaisoma Biblia, watataka au watch your film. Sasa huyu Yesu mwenye ako hapa, in the meantime moja tu tujue hii ndio sura ya Yesu, sababu unatuhubiria kupitia hiyo sura, lakini Yesu mwenye tunatarajia ile siku ya atarudi mara ya pili, hakuna mtu anamfahamu, hakuna mtu anamuona. Itakuwa surprise kwetu sisi wote. Okay, kwa sasa tutaachia hivyo kwa hilo swali, lakini sijaridhika. Wakati mwingine tutatafuta muda tuje kuelimisha msikilizaji wetu basi na yule ambaye anatutizama kutoka ndani ya Bagusi Global Radio. Sasa swali ambalo niliweza kuuliza ni hii, ama Gusista aliweza kuuliza ni hili: je, kuna wale viongozi ambao wamepatiwa mamlaka pale makanisani, unapata kwamba kuna vile hawaendi na kulingana na amri ama maandiko matakatifu, uweza waambiaje? Nataka kukubaliana nawe kwamba kuna watu wengi, na ndio wengi, for your information, ambao tuko kanisani na hatuishi kulingana na maadili, kulingana na tamaduni ya kanisa na vile inavyotakikana. Kwanza kabisa ningetaka tu nitoe hili jambo linalosema kwamba maagizo ya kanisa, niseme hatuna maagizo ya kanisa, tuna maagizo ya Yesu, ambayo hiki kikundi ambacho kimekuja pamoja na sasa kinaitwa kanisa kinatumia katika kazi zake. Nataka niseme hivi ndugu yangu, ni bahati mbaya, kwa sababu kwa namna hiyo
haiwezekani Mungu akajulikana vizuri. Yaani watu wanapokuja kumjua, kumfahamu Mungu wao, hawawezi kumfahamu kwa ufasaha sasa, kwa sababu misingi ile haijafuatwa sawa sawa. Unakumbuka, unajua kuna mambo mawili ambayo yanatusaidia katika uhubiri wa injili hii. Jambo la kwanza ni kusema mambo kwa vinywa vyetu. Jambo lingine ambalo tena ni la nguvu sana ni tabia zetu na mienendo yetu. Lazima mienendo yetu iungane. There should be that lazima maneno tunayoyasema yalingane na maisha yetu tunayofanya nini. Na ndio sababu Biblia inasema so speak and so do katika kitabu cha James. So speak and so do and so do. Vile unavyozungumza fanyeni vile vile, fanyeni vile vile. Kwa hivyo nataka kuwaambia hawa watu ambao tupo kanisani, na tukiwa kanisani hatufuati maagizo ya Yesu, kwamba tunamfanyia shetani na nini? We are misrepresenting the Lord. So people may not get the clear picture of God. And that's why mwingine aliuliza kwa nini wanafukuzika? Watu wanafukuzika kwa sababu wanaona tunayoyasema ni tofauti, ama neno lina mambo tofauti na yale tunafanya ni tofauti. So they see no difference. So they run away kwa sababu kanisa pia imefanana na nini? And the worst of all ni kwamba hii tabia inaweza kuonekana kwa viongozi. Inaweza kuonekana kwa elder kama mimi, inaweza kuonekana kwa pastor, inaweza kuonekana kwa viongozi wengine wa katika ngazi tofauti za kanisa. And you see, kama kiongozi anaweza fanya hivi, sembuse mimi. Unaona mtu anafanya nini? Unaona mtu anaenda. Ningependa kuwaonya hawa watu, na nitawaonya kwa fungu la Biblia. Kwamba as we misrepresent God, He will misrepresent us before His Father. Na tunapomuinua Mungu, atatuinua mbele ya kiti cha baba yake. Jambo la tatu tena la muhimu, kwamba huwezi kutii maagizo ya Mungu ni kama kufanya dhambi ya uchawi. That's what the Bible says. Kitabu cha Samueli, ukisoma historia ya Saulo, Samueli anamwambia disobedience is like the sin of witchcraft. So tunaweza kuwa viongozi makanisani lakini sisi ni wachawi. Kwa namna gani? Kwa sababu hatuishi kulingana na maagizo ya nani? Ya mbinguni. Who we profess to serve. So the only thing I could tell those of us who misrepresent God in the church, who misrepresent God in His word, is that we are not going anywhere. We better come back, behold our God, and start the good work of comforting His people. Asante kwa sababu ya muda. Naona kwamba Debia Buga anasema kwamba yupo ndani. That is Stingi Mariera. Hii simu ndio anatumia kuangalia jumbe za kwako. Hivyo natumai kwamba, lakini hata hivyo ni sawa. Ni ile tu uweze kufahamu kwamba simu ndio anatumia kuangalia jumbe za kwako. Usije ukawa na shaka. Weldon Kirui anasema kwamba watching live from Kuresoi Mwaragani. Anasema kwamba Ven Kwamboka anasema kwamba yupo pamoja kutoka sehemu za Kenya Marine Fisheries. Kwenye upande wa YouTube naona kwamba huyu Tabitha Musimi anasema sometimes servant of God sin in public, however they are supposed to be the best examples to the church. How come God uses the same servants to pass His word and perhaps they perform miracles? Hilo ni swali ila singependa tuweze kulijibu kwa sasa, maana yake naona muda umetupa kisogo. Tafadhali ningependa kuangalia jumbe swali la pili. Okay, asante sana good sister, natumai kwamba umetembea nasi tangia tulipoanza, na sasa naona kwamba kwa sababu ya muda tutamalizia tu hapo. Tafadhali mtatuia radhi, lakini sabato ijayo na kuona kwamba unasema Esther Nyabuta men watching live from
KSA unasema kwamba good lesson. Asante sana by the way. Barikiwa sana. Naona kwamba mnazidi kutufuatilia kwenye mtandao yote ya kijamii na kwingineko kule. Na sasa jambo la mwisho ningependa uweze kuzungumza mwalimu Violet Kwamboka na uweze kuwapa salamu wawili watatu ili tuweze kumalizia. Jambo la mwisho ambalo ningependa kusema ni neema ya Mungu na huruma zake zimepeanwa kwetu. Sasa ni chaguo letu hizo neema utazikanyaga ama utazitumia vizuri uweze kurudi zizini. Alafu pia ni wakati Mungu anasema anatuita njooni rudi tusemezane. Hata kama dhambi zenu ni nyekundu tutazisafisha zitakuwa safi. Kuja tusemezane. Anakuita ili kuwe na reconciliation. Na aliye na uamuzi ni wewe. Utaenda ama utawacha. Sasa ni changamoto kwetu. Je, tutarudi kwa Mungu tupate hiyo faraja? Tutarudi tusemezane na Mungu, tuyasahau yalopita, tuanze tena mwanzo mpya, tukue na mwanzo mpya ndani ya Kristo? Hilo ndo jambo langu la mwisho. Na wawili watatu wawe na sabato njema. Ninaweza kuwatakia washiriki wote wa Nyakimego SDA kunyumbani wawe na sabato njema, na pia wa mafans wote wa IGR mbarikiwe. Kuna sabato njema. Asante sana. Nafasi hii tena ningependa kumpatia Elder Peter Umbati aweze kuzungumza jambo la mwisho kabisa na aweze kuwatakia wawili watatu siku njema ama sabato njema. Lakini kabla ya hapo naona kwamba Debia Buga anasema nini? Ananiambia kwamba yupo ndani, anasema kwamba a good message reality. Anasema kwamba Debia Buga anasema live from Dubai. Asante sana Elder, karibu. Ningependa kusema jambo la mwisho ambalo linasema hivi: the heart of the infinite one yearns after those who feel powerless to free themselves from the snares of Satan, and he graciously offers to strengthen them to live for him. Kwamba moyo wanayeishi milele, the infinite one yearns, inahitaji, inawalilia wale ambao hawana nguvu, wale ambao wanajisikia hawana nguvu za kujitoa katika minyororo ya shetani. Anasema huyu Mungu, na ni ahadi kwamba he offers to strengthen them to live for him. Mungu huyu anawaahidi kwamba atawatia nguvu ili waweze kuishi kulingana na mapenzi ya nani? Kulingana na mapenzi yake. Kwa hiyo swali ni hili: are you in a position you feel you have no ability to shake off the fetters of the devil? Je, unajisikia hujiwezi kujitoa kwenye minyororo ya shetani? The Lord says, come to me. Njooni kwangu vile ulivyo. Ningetaka uwe comforted kwa haya maneno kwamba the infinite one is concerned with you. Huo moyo, na ndio sababu ukisoma kitabu cha Mathayo 5:3 inasema, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of God. Kama una nguvu, yuko mwenye nguvu ambaye ni Mungu wa milele. Could you come to God, my friend? Njooni kwa Mungu, na ana ahadi nyingi, na mwisho wa dunia hii tutaingia kwenye dunia ambayo haina easy suffering. We will say no to the sufferings of this earth. Mungu abariki. Na labda wawili watatu sabato njema. Ningependa kuwatakia baraka za Mungu watu wa kanisa la Milimani. Ningependa pia kuwatakia mazuri watu wa kanisa la Mashimoni Nairobi, na kanisa la Simiti huko nyumbani, Asuma B akiwemo, Walter Elkana, wote ninawatakia baraka za Mungu sabato hii ya Bwana.
Right, asante sana. Rose Ratemo anasema kwamba watching live from diaspora, happy Sabbath to all AJR fans. Asante sana. Natumai kwamba tumeweza kujifunza na tumeweza kutembea moja kwa moja kwa mwendo wa pole ndani ya Bagusi Global Radio, ambapo tumekuwa na walimu ambaye wa kwanza ni Elder Peter Umbati na wa pili pale ni mwalimu Violet Kwamboka. Natumai kwamba tumeweza kubarikiwa kwa pamoja. Jesse the presenter nimekuwa nikiongoza lesson ya siku ya leo tarehe 20 mwezi wa pili, siku ikiwa ni ya Sabato mwaka wa 2021. Tuweze kukutana tena Sabato ijayo tuweze kujifunza mengi. Barikiwa kwani iko nini. Amen. Garukende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine. Nkorigore amabogani asora nyora bokorari gwekerengo keigoro ase rigori rike. Bono wobatiboi.